Bwana picha linaanza tukionyesha bahari kubwa sana, bahari ambayo hapo awali kulikuwa kuna ulimwengu wa nguva. Hivyo mwanzoni mwa hadithi tunaona meli kubwa sana na ndani yake kulikuwa kuna watu wengi sana ambao walikuwa wakija kusanya vitu vya kale kutoka baharini na kisha kuviuza kwa gharama ndefu sana. Pia kulikuwa na mtoto wa mfalme katika meli hii ambaye jina lake aliitwa Eric. Huyu mwamba bwana alikuwa akipenda sana kusanya vitu hivyo maalum. Hivyo alikuwa akija na watu hawa katika safari tofauti tofauti. Leo ilikuwa ni siku kuu ya kukamilika kwa mwezi na ilisemekana kuwa kama mwezi umekamilika basi nguva hutoka chini ya bahari na kuja juu ya maji. Sasa watu wote kwenye meli hii walitaka kukamata nguva usiku wa leo, lakini Eric alikuwa ni mtu mzuri sana na anawakataza kufanya hivi. Sasa kuna mzee mmoja ambaye ni kama mlezi wa Eric, anamwambia Eric, tazama Eric, kwa nini unawakataza watu hao kuvua nguva? Hujui kwamba meli nyingine huchukua nguva wenye gharama kutoka baharini? Lakini Eric alilazimika kujiepusha na mambo haya yote. Baada ya hayo, ulimwengu wa baharini unaonyeshwa ulikuwa ni ulimwengu mzuri sana katika vilindi vya bahari. Sasa katika bahari hii kulikuwa na mfalme ambaye pia aliitwa Mungu wa maji. Alikuwa na watoto 7 ambao ni nguva wa kike. Leo anawaita watoto wake kwenye kiti cha kifalme. Ajabu ni kwamba wanakuja watoto 6 tu, binti yake wa 7 hakuwepo na ni mdogo zaidi kuliko hawa. Jina lake aliitwa Arieli. Mfalme anamuita kaa wake hapa. Huyu alikuwa ni kaa wa kawaida, lakini alikuwa na uwezo wa kusikiliza kila kitu ambacho mfalme alisema. Hivyo mfalme anamtuma akamtafuta Arieli. Yule kaa aliondoka kwenda kumtafuta bidada. Sasa tunagundua kuwa Arieli ambaye ndio mtoto wa mfalme alikuwa akipenda sana mambo yanayowahusu wanadamu. Mara nyingi alikuwa akienda mbali sana kutafuta vitu vya kibinadamu, lakini pia alikuwa na rafiki ambaye ni samaki mdogo. Hivyo mara nyingi alikaa naye na kila wakati Arieli alikwenda kwenye meli zilizoharibika na kuzama baharini. Huko alikuwa akitafuta vifaa mbalimbali vilivyoachwa na wanadamu, huku akitunza anachokipenda. Sasa leo bwana anaona meli iliyoharibika baharini ikiwa mbali sana. Alipotaka kwenda huko, samaki wakamzuia na kumwambia, tazama, usiende mbali nasi, kwani tumesikia kwamba kuna papa wakubwa sana wanaishi katika eneo hilo. Lakini Arieli hakusikia jambo lolote lile na akaenda kwenye meli ile. Huko anapata vifaa vingi vya kibinadamu, lakini ghafla papa mkubwa anatokea na kuanza kumshambulia Arieli. Lakini kama bahati bwana, Arieli alibahatika kutoka hapo. Arieli alikuwa na rafiki mwingine ambaye ni ndege. Sasa bidada alipata uma kutoka kwenye ile meli aliyokimbizwa na papa. Hivyo akamuuliza ndege wake huku akitaka kufahamu kazi ya ile uma. Ndege hata kujua kuhusu kazi ya uma, lakini akamwambia bidada kwamba uma hutumiwa kutengeneza nywele. Kusikia haya, Arieli pia alianza kutengeneza nywele kutumia uma huo. Ukiambiwa una akili za ndege, pambana sana. Baada ya muda kaa anakuja hapa na alikuwa ameleta ujumbe wa mfalme. Akamwambia Arieli, unajua leo ni sikukuu ya mwezi, kwa hiyo mfalme anakuita. Kusikia haya, Arieli aliogelea haraka sana na kufika katika mkutano wa mfalme. Sasa bwana, katika ulimwengu huu palikuwepo mchawi wa baharini ambaye alikuwa na mikia mingi sana kama pweza. Mchawi huyo alikuwa akimfuatilia Arieli kwa muda mrefu sana. Sasa Arieli alifika kwa baba yake ambaye alikuwa akamkasirikia sana. Anauliza, ulikuwa wapi? Arieli anamwambia kwamba alikuwa akiangalia vifaa walivyodondosha binadamu. Kusikia hivyo, mfalme alikasirika mno. Arieli akamwambia baba yake kwamba, baba, mimi sielewi, kwa nini unafikiri wanadamu ni wabaya kiasi hicho? Mimi naamini kwamba ulimwengu wao ni mzuri sana, ni watu wazuri pia. Sasa tunagundua kuwa mfalme hakutaka mazoea na wanadamu, kwani wanadamu walihusika na kifo cha mke wake. Kwa mpaka leo anawachukia sana. Sasa mfalme akamwonya Arieli na kusema, sitaki kukuona ukienda kufuatilia mambo ya wanadamu tena. Kusikia hivyo, Arieli aliondoka pale kwa hasira. Mfalme alijua kwamba Arieli hatamsikiliza, kaamua kumtuma kaa wake kumfuatilia mtoto huyu kokote aendako. Arieli anaelekea chumbani kwake kwa hasira. Huko alikuwa amekusanya vitu vingi vya wanadamu. Meli yoyote iliyozama na kuangusha vitu baharini, Arieli alikuwa akikusanya vitu vile na kuvitunza. Haijalishi kama ni vitabu, vifungo, sarafu na vitu tofauti tofauti. Hata hivyo, Arieli alitamani sana kwenda katika ulimwengu wa wanadamu na kuona maisha yao ya kawaida. Wakati huo huo, anasikia mlipuko kutoka juu ya maji. Anapopanda juu, anaona meli kubwa sana. Ndani yake palikuwa na watu wakicheza kwa kupiga mibaruti. Meli hii haikuwa ya mtu mwingine, bali ilikuwa ni ya Prince Eric. Arieli alifurahi sana kuona mambo haya. Akafikiri kwamba wanadamu wana mambo mengi mazuri kuliko wao. Hakika Eric na marafiki zake walikuwa wakienjoy sana ndani ya meli hii. Eric pia alikuwa akiburudika nao kama mtu wa kawaida tu. Mlinzi alikuwa akikaa naye anamwambia Eric kwamba, wewe ni mtoto wa mfalme, usijumuike na watu wa kawaida.
lakini Eric hakujali chochote. Arieli aliona na kusikia msimamo wa Eric juu ya watu wake wa kawaida, hivyo alipenda sana mawazo ya Eric na akaamini kuwa Eric ni mtu mzuri sana. Lakini ghafla hali ya hewa ilibadilika baharini. Dhoruba kali lilikuja, mvua kubwa ilianza kunyesha na kulikuwa na mawimbi ya hatari katika bahari hii ambayo yanapelekea kuizamisha meli yao. Sasa kila mtu akaanza kuruka kutoka kwenye meli. Baadhi yao walitaka kukaa kwenye mashua ndogo ili kuokoa maisha yao. Ajabu ni kwamba meli yao pia iliteketea kwa moto. Sasa kila mtu alitoka kwenye meli ile isipokuwa Eric, na wakati anataka kutoka, Eric anakumbuka kwamba amemsahau mbwa wake kwenye meli hii. Kwa anarudi kumwokoa mbwa wake kabla hajaondoka. Hapo ndipo wimbi la bahari likaja kwa nguvu na meli yake iligawanyika vipande viwili. Kisha Eric anazama baharini. Arieli alikuwa akiona kila kitu, na balani kwamba Eric alizama kwenye kina kirefu cha maji, lakini bidada hakuwa mbali, anaokoa maisha ya Eric na kumtoa ndani ya bahari ile. Sasa bwana, kwa mara ya kwanza Arieli aligusana na mwanadamu na akafanikiwa kumwokoa Eric na kumleta ufukweni. Bidada alijaribu kumrejeshea fahamu mtaalamu. Sasa kaa pamoja na ndege wakaanza zungumza wao kwa wao kwa hakuna atakayemwambia mfalme kwamba Arieli ameokoa maisha ya mwanadamu. Hapo Arieli alikuwa akijaribu kumwamsha mwamba kwa kuimba, lakini walinzi kutoka ikulu walikuja kumtafuta Eric. Wakati Eric anafumbua macho yake, anakuta walinzi washamchukua, hivyo hakumwona Arieli, lakini alihisi kwamba kuna msichana ameokoa maisha yake, japokuwa hakuweza kumwona. Na wakati huu Arieli alikuwa akajificha baada ya kuona walinzi. Mchawi wa baharini alikuwa akiona haya yote, alikuwa akimtazama tu Arieli na alikuwa na mpango mkubwa sana juu ya mtoto huyu. Sasa baada ya Arieli kukutana na Eric, alivutiwa naye na kila wakati alitamani kwenda kwenye ulimwengu wa wanadamu ili tu aweze kumwona Eric. Kila siku alikuwa akimsubiri Eric, huku akiamini kwamba labda iko siku Eric atakuja katika bahari kumtafuta. Kwa upande mwingine, Eric ambaye alikuwa akitibiwa anapata ahueni na anaenda kwa mama yake ambaye alikuwa ni Malkia. Anamuuliza mama yake kama walimuona msichana aliyokuwa maisha yake usiku ule wa ajali. Mama yake anasema hapana Eric, hatujamuona, lakini anasema kuwa watampata tu hivi karibuni. Eric hakutulia kabisa, akasema lazima nimtafute msichana aliyokuwa maisha yangu, nataka kumuona pia. Lakini Eric alikuwa na shaka kwamba labda msichana huyo atakuwa ni nguva, hivyo kila wakati alikuwa akienda kando ya bahari kumtafuta Arieli. Pia huenda kwenye meli akiwa na uhakika kuwa ikiwa ataweka maisha yake hatarini tena, basi yule nguvu atakuja kumwokoa. Lakini wakati anafanya haya, Arieli hakufahamu kwani yuko ndani ya maji. Sasa dada zake walikuwa wakiondoa meli zilizoanguka baharini, mojawapo ikiwa ni ile meli ya Eric. Arieli hakuwa akiongea na dada zake hapa. Babake pia alikuwa akimshuku Arieli kuwa amekuwa na hisia za kimapenzi na wanadamu, hivyo alimuuliza Kaa kuhusu hali hii. Kaa ilibidi aseme ukweli kwamba Arieli aliokoa maisha ya mwanadamu. Mfalme aliposikia hivyo alikasirika sana, alikuwa na nguvu kubwa sana, hivyo aliharibu vitu vya wanadamu vilivyotunzwa na Arieli. Arieli alihuzunika sana baada ya kuona haya yote. Baadaye mchawi wa bahari anakuja mbele yake na kumwambia Arieli kwamba yeye ni shangazi yake, ingawa kila mmoja anamfahamu kama mchawi wa baharini. Anamwambia Arieli, najua unachotaka, ikiwa utataka msaada wangu basi uje kukutana nami. Kweli bwana. Arieli akafunga safari akaenda kukutana na mchawi. Mchawi anasema, najua kuwa unawapenda sana wanadamu na unataka kwenda katika ulimwengu wao, naweza kukusaidia, lakini kwa malipo itabidi unifanyie jambo moja. Hivyo mchawi alikuwa na masharti yake. Akamwambia binti huyu kuwa atamfanya kuwa binadamu, atampatia miguu ya wanadamu, lakini inabidi Arieli arudi ndani ya siku 3 katika bahari. Katika siku 3 hizo Arieli atapaswa kumwambia Eric kuhusu hisia zake, na ili hivyo vitu vifanyike lazima Arieli atoe sauti yake na kumkabidhi mchawi. Na kama atashindwa kumwambia Eric kama anampenda, basi Arieli atalazimika kuishi na mchawi milele. Bidada aliogopa baada ya kusikia masharti mengi namna hiyo kutoka kwa mchawi, akaamua kuondoka. Mchawi akasema, sawa, wewe nenda zako na ukaishi na baba yako milele, na ninajua hata kuruhusu kuonana na wanadamu. Kusikia hayo, Arieli anarudi kwa mchawi na alikuwa tayari kusikiliza kila kitu kutoka kwake. Sasa mchawi anafanya uchawi wake. Kwanza kabisa anafunga sauti ya Arieli kwenye mkufu wake na kuuweka shingoni. Baada ya hapo, Arieli aligeuzwa kutoka kuwa nguva hadi kuwa binadamu, hivyo ilikuwa ni vigumu sana kwake kukaa katika maji. Anakuja ufukweni akiogelea. Kufikia hapa hakujua kuwa ni mtego wa mchawi, kwa sababu mchawi huyu anataka kumtoa baba Arieli katika kiti cha kifalme na yeye kuwa malkia wa bahari. Wakati huu mvuvi alikuwa akivua samaki,
Arieli ananasa katika wavu wake. Mvuvi alishangaa sana kumuona. Alimwambia, usijali, nitakupeleka kwa malkia wangu na atakutunza vizuri tu. Wakati huo rafiki zake wanakuja na wanagundua kuwa Arieli sasa si nguva tena, bali ni binadamu. Mvuvi anampeleka kwa malkia ambaye hakuwa mwingine ila ni mamake Eric. Arieli alihudumiwa vizuri sana hapa, anapewa maji ya kuoga, nguo mpya na viatu vya kuvaa. Alifurahi sana kuwa katika ulimwengu wa binadamu. Anajaribu kuimba lakini hakuwa na sauti, kwani mchawi alishachukua sauti yake bwana. Sasa Eric anakuja kumwona Arieli. Aliamini labda huyu Arieli atakuwa ndio yule binti aliweza kumsaidia, lakini hata hivyo hakumtambua kuwa ndiye msichana aliyokoa maisha yake. Basi jamaa akamkaribisha na kusema kuwa utaishi na sisi hapa Arieli. Arieli asiye na sauti alitamani kumwambia kuwa yeye ndiye aliyokoa maisha yake. Alijitahidi sana kumpa ishara kuhusu kweli huo, lakini Eric hakuelewa jambo lolote lile. Siku zikaendelea kupita na Arieli alikumbushwa na marafiki zake kwamba muda wake ulikuwa unaisha, na iwapo hataweza kumweleza Eric kuwa anampenda ndani ya siku 3, basi mchawi atamchukua aishi naye milele. Kusikia hivyo, Arieli anaondoka. Sasa alipokuja katika ulimwengu wa wanadamu, alikuwa na mengi ya kuona na kujifunza pia. Hivyo alikuwa akizurula na akizunguka katika ikulu hii. Alifika kwenye chumba ambacho Eric alikuwa amehifadhi vitu vyake vya kale ambavyo mara nyingi alivileta kutoka baharini. Huko Arieli pia aliona sanamu ya nguva. Eric pia anakuja pale pale na akaanza kumuonyesha bidada vitu tofauti tofauti. Arieli anavunja jiwe na kumpatia almasi ambayo Eric mwenyewe hakujua hata kama iko ndani ya jiwe. Sasa Eric anamuonyesha Arieli ramani za nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo ilionekana kuwa watu hao wawili wameanza kuzoeana na kuishi kwa furaha sana. Wakati huo mlezi wa Eric anakuja. Sasa baada ya kumwona Eric akiwa na furaha, aliuliza, "Je, bado tunapaswa kumtafuta msichana aliyokoa maisha yako?" Eric anasema, "Ndiyo, usisahau nataka kumpata msichana huyo, lakini tuandalie gari la farasi kwa sasa." Gari la farasi liliandaliwa kwa ajili ya Eric. Anamchukua Arieli na kwenda naye matembezi. Arieli alikuwa ni mwenye furaha sana kwenye ufuo wa bahari. Wanakuja kwenye kijiji ambapo Arieli anaona mambo mengi mapya. Pia anacheza na Eric, naye akamnunulia kofia. Usiku Eric alimbeba Arieli kwenye mashua na walifanya safari ya baharini. Marafiki wa Arieli pia walikuwepo, ambapo walikuwa wakizungumza kwamba sasa ni wakati mwafaka Arieli anapaswa kumwambia Eric kile kilicho moyoni mwake, na hii ni kwa sababu kuna upendo kati yao. Na kama Arieli akimbusu Eric, basi milele anaweza kuishi na Eric kama mwanadamu na hatawahi kwenda kwa mchawi tena. Lakini kama akishindwa, basi ataishi na mchawi. Wote walikuwa na furaha kubwa sana kwenye mashua hii, lakini ghafla mchawi anapindua mashua na uchawi wake ili wasije kiss. Wote wawili walijiokoa, lakini sasa ule mchawi alitaka kujua hawa watu wanawezaje kuwa na ukaribu namna hiyo wakati Arieli hana sauti. Huko baharini, babake Arieli anauliza binti zake wengine ni wapi aliko Arieli, lakini hakuna mtu yoyote ambaye anafahamu ni wapi aliko Arieli. Dada zake pia walikwenda kumtafuta Arieli katika ulimwengu wa wanadamu, lakini hawakumpata. Arieli na Eric walirudi kwenye ikulu, ambapo mlezi wa Eric anamwona mwamba akiwa na furaha sana. Anamwambia Eric, nadhani sasa umepata msichana ambaye unaweza kuwa na furaha naye kila wakati. Lakini Eric bado hakuridhika na moyo wake. Bado alitamani sana kukutana na yule msichana aliyeweza kumwokoa bila kufahamu kwamba ndio Arieli. Sasa anaenda kwenye ufuo wa bahari na kuanza kuuliza kwamba ni nani aliyeweza kuokoa maisha yake. Kisha msichana mrembo akatoka kwenye ukungu, akaketi juu ya jiwe. Eric akadhani kuwa huyu ndiye msichana aliyokuwa maisha yake na akaamua kumchukua na kumleta ikulu. Siku iliyofuata marafiki wa Arieli wanamwamsha bidada na kusema, leo una kazi nyingi sana, lakini unapaswa kufanya mambo mengi na ni lazima umwambie Eric kwamba unampenda sana. Sasa Arieli anajiandaa haraka na kwenda kumwambia ukweli Eric. Lakini anapofika anamkuta Eric akiwa na msichana ambaye alimpata baharini usiku wa jana. Alafu Eric alikuwa akimwambia mama yake kuwa huyu ndiye msichana ninayempenda na aliyokuwa maisha yangu ile siku. Wakati huo ule mkufu ulikuwa unang'aa sana kwenye shingo ya msichana huyo. Arieli alihuzunika sana kusikia hivyo na akaamua kwenda mbali sana na ikulu. Usiku mmoja rafiki yake Arieli anasikia sauti ya wimbo ambao haukuwa wa mtu mwingine bali ilikuwa ni sauti ya Arieli. Sauti hiyo ilikuwa ikitoka kwenye mkufu ambao msichana huyo alikuwa amevaa, na huyu ndio yule msichana ambaye aliweza kukutana na Eric usiku wa jana. Hapa tunagundua kuwa huyu ndio yule mchawi bwana, na alikuwa amejibadili sura na kuwa msichana mrembo sana. Sasa baada ya kuyafahamu haya yote, marafiki wa Arieli wanakuja kwake na kuambia ukweli mtupu, na akasema unapaswa kumpata Eric wako, vinginevyo mchawi atashinda na kisha hutoweza kamwe kuishi hapa kama mwanadamu. Sasa kusikia hivyo, Arieli ilibidi arudi katika jumba kubwa sana la kwao Eric. Wakati huo Eric na msichana huyo walikuwa karibu kabisa kuchumbiana.
mamake Eric anamuuliza mtoto wake, unampenda msichana huyu kweli? Kwa sababu hadi jana ulikuwa ni mwenye furaha ukiwa na Arieli. Lakini Eric anasema kwamba hata sijielewi mama. Kisha ndege wa Arieli anakuja na anamvamia msichana huyo, yani yule mchawi. Arieli anapofika anamvua mkufu wake shingoni na sauti yake inarudi kama kawaida. Baada ya kuipata sauti yake, sasa anamwambia Eric kuwa mimi ndiye msichana niliokuwa maisha yako eti. Mchawi pia anabadilika na kuingia katika kombo lake halisi. Mchawi akaanza mashambulizi kwa kila mtu aliyekuwa hapa. Arieli naye anabadilika na kuwa nguva na anafanikiwa kumrudisha yule mchawi baharini. Babake Arieli anakutana na mchawi huyu, lakini mchawi anamwambia kwamba binti yako alikuwa na mkataba na mimi, mkataba ambao huwezi kuvunja hata ukitaka. Sasa babake Arieli ili kumwokoa binti yake anafanya mkataba mpya na mchawi. Yule mchawi anamuua mfalme kwa uchawi wake na kisha anachukua silaha yake ya kichawi. Sasa kusudi la mchawi lilitimia. Alitaka kuwa malkia wa bahari yote na alifanikiwa kufanya hivyo. Sasa kilichobaki ni kumuua Arieli. Hapo ndipo Eric alipokuja kumwokoa Arieli baharini. Lakini mchawi sasa anajifanyia uchawi na alikuwa amejigeuza kuwa pweza mkubwa sana. Eric pia alikuwa akining'inia kwenye meli hii. Arieli alikuwa akijaribu kumwokoa Eric pia. Mchawi huyo alikuwa akitumia njia tofauti tofauti kumuua Arieli. Arieli ambaye alikuwa karibu na meli anageuza ile meli na kumgonga nayo mchawi na anapoteza maisha. Uchawi wake wote ulikuwa umekwisha na anapotelea baharini. Baada ya kifo cha mchawi, babake Arieli pia alirudi kwa hai. Arieli pia anarejesha silaha ya kichawi kwa babake na kumkabidhi. Lakini Arieli hakuzungumza jambo lolote juu yake mwenyewe au Eric kwa sababu babake alitoa maisha yake kwa ajili ya Arieli. Wakati huo Eric pia anaogelea kuja ufukweni na anamwambia mama yake kwamba anaingia ndani ya bahari ili kumpata binti. Lakini mama anamwambia hilo halitowezekana, kwani wewe ni binadamu wa kawaida na Arieli ni samaki. Sasa ndani ya maji mfalme anamwambia niliamini kuwa kila kitu nilimtimizia binti yangu. Sasa kwa nini binti yangu bado ana huzuni? Akamwambia mfalme kuwa furaha ya mtoto wako iko kwa wanadamu na ukweli ni kwamba wanapendana sana na Eric. Kusikia haya mfalme anambadilisha Arieli na kuwa binadamu. Eric alikuwa bado akimsubiri Arieli wakati wote huu. Hatimaye Arieli anakuwa binadamu na anarudi kwa Eric. Sasa wote wawili wanakutana. Hivyo Arieli atakuwa ni binadamu daima. Hatimaye ndoa kubwa inafungwa kati ya Arieli pamoja na Eric na wao watakuwa ni mke na mume. Eric anakutana na mama yake, lakini Arieli anakutana na babake kabla hajaondoka. Baba anamwambia kwamba nilikosea sana mtoto wangu. Sio kila mtu ni mbaya. Sasa sisi nguva tutaishi na wanadamu. Kusikia haya Arieli alifurahi sana. Leo anaondoka kwa furaha kubwa sana na wanaelekea huko kuishi maisha yao ya kawaida. Hapa inakuwa ndo mwisho wa picha yetu safi sana. Picha bwana wanaita The Little Mermaid. Sasa usiniache hivi. Hakikisha kama umesubscribe hapo. Alafu kila kitu kinakaa bomba zaidi. Mimi naitwa The Untouchable Dulai DJ.